kuna ile swala la mke ameolewa. Naam. Baada ya kuolewa na bwana anaishi tu, muda unaenda, anaishi vizuri, lakini mwisho huyu bibi anadhihirisha kwamba hana mapenzi na watu wa huyu bwana, yani ndugu zake. Yani akija pale nyumbani wale ndugu za yule bwana, basi atakuwa yeye hakuna ile kwamba ile reception, yale mapokezi hakuna. Akija pale wale ndugu za yule bwana ni watu ambao hawashughuliki sana vile, na karibu asilimia yote, si kwamba labda kuna mmoja alimfanya kitendo fulani, yeye mwenyewe tu maumbile yake hataki kuona. Lakini wakiingia watu wa kwao huyu bibi, utaona kwamba yeye hana kitu na kule jikoni, basi ni rararara. Hata bwana pia sikotambua chukua off, kwa sababu kuna kuja watu wa kwa yule bibi. Shaka swali hili ungelisema vipi? Kwa sababu kama ameolewa bibi lakini hana imani, hana raha, hana mapenzi na wale ndugu za huyu bwana. Tumetahadharishwa tusioe. Naam. Kuna kina Shaddaka, kuna kina Hanan, Al-Hajira, hao Al-Nashiz. Hawa ni wanawake ambao kwamba wametajwa sifa zao, na wewe ni mjuzi, unaweza kupeleleza huyu ni mke aina gani. Naam. Yani mke ni mgomvi na familia. No. Yani umeoa mke lakini imekuwa ni sababu ya wewe kukosana na mama yako, kukosana na dada zako, kukosana na familia yako. No. Yani mke hapendi familia yako na anafanya bidii wewe ili mapenzi yenu yanoge, ni kwamba ukosane na yule ili uwe na yeye. Mbona nakuona wewe na mama yako yani wengine ufikia maneno kusema wewe na mama yako yani mbona nawashuku nyinyi na mama yako, mbona wewe na mama yako ni hivi? Anasemaje? Anasema achana naye, ni kwangu. Wewe wale dada zako, mimi mbona nakushuku na yule dada yako? Kwa sababu uko nao karibu. Yani mbona uko nao karibu hivi? Yani mapenzi ya nini haya? Naam. Wewe na huyu baba yako yani mna tabia gani? Mbona mtembea mko pamoja yani vipi? Yani hapa najaribu kuona kwamba yani yeye hataki kuona kwamba nyinyi ule udugu wenu yani nyinyi mnaweza kukaa pamoja na mkazungumza vizuri. Mke akiletwa nyumbani familia inakosana, wewe ukosane na familia yako, ndio mapenzi yake yani yanoge. Kweli hawa sio wake wa kuoa. Na sasa utamjuaje shekhi ushamuoa tayari? Yeye tayari kujua kwamba Shaddaka al-Ahira au al-Nashiz, wajua kwanza paka umsome kwanza mtu. Lakini tayari ameingia ndani ya nyumba, lakini kumenya al-Ahira al-Shaddaka. Bahati mbaya inaweza katokea hivyo, lakini Sheikh Musa nataka kuambia wazee wetu walikuwa na uwezo kukwambia nyumba hili usioe. Kweli, lakini sisi vijana tukawa haya maneno tunayapuza. Salimu, ile nyumba usioe. Na ni kweli kabisa. Lakini sisi tuna uwezo wa kuyapuza maneno yale kwa sababu umeona mrembo, umemwona ang'ara kama malaika, asema mimi na mke yule, ukaoa natija ikawa hii. Hatuzungumzii bahati mbaya kwamba umeoa mke familia yake nzuri, utokea hivyo. Akija nyumbani akosanisha familia. Kweli. Sasa umemjua, sasa wewe unafikiria hivi mama ambao kwamba amesisitizwa katika dini ni wewe kukosana na mama wako kwa sababu ya mke? Hamna. Tunajua kwamba ukioa wewe ni mkeo, ana haki zake. Kweli. Lakini sasa mke umemjengea nyumba kando, ana haki zake, lakini anafanya bidii mama yako asipite pale, asije. Kweli. Akija hamkaribishi vizuri, si mke huyo. Yale mapokezi hakuna. Mapokezi hakuna. Ya vita kila mtu. Kakako akija nikasirika, dada yako akija nikasirika. Sheikh Makoroma, ninahitaji kukwambia ufanye nini hapa? Hata wewe unaangalia, unajua mwenyewe. Hata wewe unaangalia, wewe huhitaji uambiwe kwamba ufanyeje. Mke umemleta nyumbani, lakini baada ya mwezi umeona kwamba kuna ugomvi baina ya wewe, mama na yeye, ana ugomvi nao wote. Ukimuuliza kwambia sasa mimi mwenyewe yeye akija hapa sijui nini. Tayari wewe shekhe, hiyo kesi unajua. Hiyo kesi. Sasa manake ikiwa si mtu akutaka sulhu, basi wewe huambiwi umfanyeje. Na moja kwa moja unajua mwenyewe. Maana sasa hiyo hali hiyo, na kweli ukifanya uchunguzi kweli ni kweli tabia zake. Yani ni kweli hizo tabia nazo kwamba yani hasa kuna wengine hasa yani angalia shekhe, mama yake bwanake yuaja ama amefika pale akasema mimi nilikuwa na safari ya kutoka mimi. Mama yuaja, sasa mimi nilikuwa natoka mimi natoka.
Hali wajua shekhe ni mbaya sana. Ni mbaya sana. Na wajua sisi kuna baadhi ya wanaume wanapenda sana wakwe zao sana. Kabisa. Ndio kawaida. Manake huwa kwa mfano ukiamua kwamba kuna wakwe zako shekhe waja, basi hata kama huna pesa za kunakopesha kuku shekhe, aja chini pale nyumbani watu wale tu kabisa. Lakini inakuwa ni kinyume cha bibi yeye akasema. Kuna baadhi ya wanawake wanapenda ndugu wa huyu bwana, lakini kuna baadhi hawataka kuona kabisa. Lengo ni kwamba ishi na huyu na huyu bwana. Sheikh Makrum, baina ya ugomvi wa watu wawili hawa huwa nani ndiye mkosa? Naanza tunazungumza mke hapa, huyu Shaddaka ambaye kwamba anakosana na mama mkwe. Ukiona mke ambaye kwamba ameolewa yuakosana na mama mkwe, aghlab sana huwa ni mke ndiye ana makosa. Kweli? Huwa si mama ndio ana makosa. Kweli. Sana sana, nasema sana sana. Wakati mwingine kina mama wana makosa pia. Wako pia. Lakini sana sana ukipeleleza asilimia kubwa. Ikiwa kuna makosano baina ya mama mkwe na mke wa mwanawe, basi jua huyu mke ndio ana makosa. Kwa nini? Kwa sababu anataka kutawala ile nyumba. Ataka wewe kukuvaa kimapenzi, akosane na watu wako. Pili, ukiona baba na mwana wanakosana, baba na mtoto wake wanakosana, basi jua aghlab huwa ni mtoto ndiye ana makosa. Kweli. Ingawa kuna baba wengine wako, baba wengine hizi shawadhi hazikosi, exceptions hizi hazikosi, lakini kawaida huwa ni mtoto ndio ana makosa. Kwa nini? Kwa sababu mtoto hataki kurekebishwa. Hataki kurekebishwa. Na utasikia kuna watoto wengine wanakuambia yule baba bwana mchawi bwana, hataki maendeleo yangu bwana. Kile anavyofanya bwana hataki. Ukipeleleza ni mtoto ndio ana makosa. Kweli. Sheikh Makoroma, hivi wewe utaniambia baba alikuwa mchawi kuanzia lini? Kati ya mimba, ukazaliwa, malezi ni yeye, kakusomesha, umepata kazi, hapa ndio amekuwa mchawi moja kwa moja. Lakini amekulea mpaka leo unasema huyu baba, huyu dingi, amuita dingi, huyu buda mchawi bwana. Kweli. Huwa ni mtoto ndio ana makosa. Alafu ukiona kaka mkubwa na kaka mdogo wanagombana, na wote wana akili sawa, sizungumzi wale maunga na watu walevi wasioeleweka, kawaida huwa ni huyu mdogo ndio ana makosa, ndio mwenye matatizo, kwa sababu ataka kuelekezwa na hataki. Lakini wapo kaka wengine amekwamba mkubwa ndio ana makosa. Kwa hivyo shekhe, kuna jambo ambalo mimi naliona kwamba kuna hitajika shekhe, mara kwa mara tukae na wanawake tuwapatie nasaha. Tukae na mabibi tuwapatie nasaha mara kwa mara, kwa sababu wenzetu wana mapungufu mengi. Ingaje kuna wengine akwambia mimi sitaki kesi. Maana kuna wengine akwambia sitaki kesi. Lakini shekhe, bila mazungumzo ndani ya nyumba wajua haiwezi kuwa nzuri. Na tunasema kwamba wajua ni haki huyu bwana apende watu kwa mke na mke apende watu kwa bwana. Hii shekhe, maisha yatakwenda vizuri sana.